Leo nakusogezea makala moja ambayo itakutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine, na hasa katika masuala mazima ya biashara tunapokuwa tunaangalia kufanikiwa. Kila mmoja na njia zake tofauti za kufanikiwa, lakini unakuta njia zote za kufanikiwa zinaangalia haya mambo kadhaa ambayo ni ya muhimu sana. Unataka kufanya jambo lolote lile lazima ya mambo utayazingatia. Yaani unataka kupeleka hata mtoto shule kama mwalimu, kama mzazi, unataka kufanya biashara, unataka kuanza biashara labda kusafirisha vitu kutoka sehemu nyingine, unataka kufungua duka, unataka kujenga, yaani unataka kufuga, jambo lolote ambalo unataka kulifanya lazima litaangalia ya mambo muhimu sana. Lakini kwa mlengo zaidi wa wafanya biashara, naomba hapo ndo tusikilizane na uwe na hali ya kufuatilia makala hizi tofauti kupitia siku tofauti kwenye mitandao yangu ya kijamii. Usiache kunifollow katika TikTok, Instagram, Facebook, lakini pia YouTube. Subscribe kwa jina la Eliud Shengoma. Eliud Shengoma ni mitandao yote ya kijamii. Naandika makala za kuandika, lakini pia ninaandaa makala kama hizi za maandishi au ambazo ziko katika mfumo wa video. Jambo la kwanza la kuzingatia, lazima uangalie eneo husika ambao unaenda kufanyia jambo fulani. Kwa hiyo eneo linahusika vipi? Eneo ni la muhimu kwa sababu mara nyingi kwenye eneo utaangalia watu, utaangalia miundombinu ya lile eneo, utaangalia masuala mazima, labda je, hilo eneo mvua zikinyesha sehemu inakuwaje? Hilo eneo wakati wa kiangazi inakuwaje? Je, hilo eneo lina watu wa rika gani, wa eneo gani? Yaani ujaribu kuangalia eneo katika swala zima la biashara, eneo katika swala zima la kujenga, eneo. Kwa hiyo eneo lina mata sana. Kitu kingine cha pili, inabidi uangalie uhitaji wa watu. Eneo husika lina uhitaji wa vitu gani? Linahitaji nini? Ni nini cha muhimu pale kinahitajika, kimepotea au kimemiss hilo eneo. Kwa hiyo mimi naenda kwenye eneo na nafanya utafiti, ili eneo linahitaji nini? Ni nini hasa kwenye eneo ili watu wana uhitaji nalo. Kwa hiyo nikishafanya utafiti wangu ukamaliza, ninaweza kujua kwamba okay, ninapoenda kufanya jambo hili nimejihakikishia kwamba ili jambo linahitaji sana kwenye eneo husika. Watu wengi hawafanyi utafiti. Yaani hafanyi utafiti, yaani anaona kwamba hiki kitu basi ni cha muhimu hapa, anaenda anaweka. Hiki kitu cha muhimu hapa, anaenda anaweka. Hiki kitu mimi ni cha muhimu kwangu. Okay, ni kwako. Kumbuka wewe sio mteja. Yaani wewe unafanya kitu kwa ajili ya watu wengine. Kwa katika mteja, angalia demand ya watu inasemaje. Yaani angalia watu wengi ni kitu gani wanapambana nacho sana kukipata katika eneo husika. Itakusaidia kuangalia vitu hivyo kabla haujafanya jambo lolote lile. Lakini pia angalia mtaji wako uko vipi. Usianze tu kitu bila kuangalia mtaji wako unalenga vipi. Unaweza kufanya jambo, mtaji wako ni mdogo sana. Huo mtaji kwa mdogo, ukainkawa mtaji wote, ukaisha, ukashindwa kuendesha biashara. Mtaji wote ukawa ni wa kuingiza tu, kununua tu bidhaa, lakini je, hapa katikati biashara unaziendesha vipi? Kwa mtaji ambao ni katika hali ya hela au pesa au fedha ni wa muhimu sana kabla hujaenda kwenye biashara au hujafanya jambo lolote lile, hasa biashara. Au tuzungumze unataka kusafirisha mizigo kutoka eneo kwenda eneo nyingine. Lengo sio kununua tu bidhaa na kuipaki, uisafirishe na iende kwenye mzunguko. Umeona? Kwa hiyo hivi vitu hili ni jambo la tatu ambalo inabidi uliangalie kabla haujaanzisha jambo lingine. Jambo lingine la nne la kuzingatia ni kuangalia ushindani wa watu na wewe mwenyewe, kwamba je, ushindani wa bidhaa hii ukoje? Ushindani maana ni kwamba nyote mnafungua labda stationery. Kuna stationery. Sasa unapokuwa unaangalia stationery hizi, lazima ujitahidi kuangalia okay,
huyu kwenye station ameweka kitu gani, na mimi naenda kuweka kitu gani. Au je, kama na mimi naweka vitu vile vile, yeye anauzauzaje? Yeye gharama zake za kuuza ni zikoje? Umeona, mzunguko wake ukoje? Je, anafungua saa ngapi, anafunga saa ngapi? Vitu vya kuangalia. Je, ana matangazo au ana matangazo? Hivi vyote ni vitu vya kuangalia katika kuhakikisha kwamba kabla hujafungua biashara, hujaanza biashara, au hata kabla hujapeleka mtoto wako sehemu ajifunze kitu, kwanza fanya utafiti wa namna hiyo, ushindani wake ukoje. Au unataka kupeleka mtoto kusoma chuo, je, nachompelekea asomee kitu, ushindani ukoje akishapata ile elimu ya kile kitu husika. Kwa pia ni muhimu kuangalia hilo jambo. Lakini pia ya mwisho ambalo jambo la 5, unabidi uangalie faida itakayopatikana pale. Ni jambo la muhimu la kuangalia, kwa sababu unapenda kufanya biashara au wendi kwa ajili ya kupata hasara. No. Hasara ije, lakini sio tegemezi. Yaani unapenda kufanya biashara, lazima the first focus is about a profit. Kwa profit ambayo unaenda kuiangalia pale, je, nikiuza bidhaa yangu fulani, labda nataka kuuza ndizi, kuchukua ndizi eneo moja kuleta eneo lingine, nikitoa gharama za usafiri, gharama za wabebaji, gharama za mafuta, si gharama za nini. Kwa mfano hata kama ni gari la kwako, unasafisha gari lako, lazima kwanza ujilipe wewe mwenyewe. Toa gharama za usafiri, gharama zote za usafiri, waliokusaidia kubeba, halafu angalia mimi napata faida shilingi ngapi. Unasafisha kwenye gari kutoka sehemu kwenda sehemu nyingine, umetoa gharama za usafiri, wanaokubebea, kuna na madalali, mawinga, lazima na wenyewe pia uangalie nikitoa gharama zote zinapata faida shilingi ngapi. Kwa usiingie vitu kichwa unaweza kutakata tamaa. Kwa biashara yoyote, jambo lote kabla kulianza, angalia vitu hivyo 5 ambavyo vya muhimu sana. Kwa ushauri zaidi, nitafute WhatsApp, nitafute inbox kwa namba ya 0766777405 au 0786176535. Nikuone katika mafanikio. Karibu sana, tuko pamoja. Usiache kushare video hii kwa marafiki zako. Asante.